Shetani ashinde mfululizo. 5,000 types of lies. The greatness of a nation. To speak truth to power. Hai jamaa, vipi habarini ya leo? Natumani mmeshinda salama. Kwa majina naitwa Wilson Ochar na napenda kuwakaribisha katika kipindi cha leo kwenye Sikiliza TV. Ni mie mtangazaji wenu wa leo, na katika mada ya leo ningependa tuzungumzie hili swala la Raphael Tuju. Na Wakenya wengi wameweza kujiuliza, je, Raphael Tuju alitekwa nyara kweli au huu ni mchezo wa chess wa kisiasa na kisheria uliokwenda mrama? Na manake kwa sababu pale kuna viongozi wa upinzani wanasema alichukuliwa, serikali wanasema ilikuwa ni miigizo, na mahakama inasonga mbele na mashtaka. Na sasa haswa Wakenya wanashindwa ni nini haswa inaendelea. Na hebu tuangalie hii picha habari, alafu tutakuja tuchambue tuelewe nini kinachoendelea. Na tutazame hii kidogo. I was being followed because it's easy to know when you're being followed. You drive, you slow down, they slow down, you overtake, they try to overtake. And after that incident, of course, I reported to Karen police station, and the reference OB was on Friday is 21/21/03/2026. And I did explain to them that I was a little bit concerned and worried that I'm being followed. Unfortunately, on Saturday evening, I was supposed to be going for an interview at Ramogi Radio. I had made a commitment to go there. Then again, the same vehicle, a Land Cruiser, and this time a little bit more concerning, the vehicle didn't have plate numbers. And having experienced last week when close to 20 police Land Rovers came to my premises, and some of them didn't have plate numbers. So I got very worried. I happened to have my aide next to me, but I was the one driving. I tend to drive myself very often. And by the time I reached Karen roundabout, it really closed in. And now they're definitely making sure that back to back with me. So fortunately, I know Karen well. I branched into Nandi Road. They were not able to branch into Nandi Road. If you go, you can see how that road is structured there. So it meant that they either had to turn and face the oncoming traffic to follow me, or they had to go around. That's how I lost them. Of course, I went into some roads within Karen, and I realized that since I was being followed, I'd already reported to the police. I abandoned the vehicle there. I want to thank Kenyans, but I also especially want to thank a family in Kiambu, the boundary between here and Kiambu, that were able to give me shelter. They didn't care what my tribe is. They just saw me as a human being until yesterday past midnight when I was able to come here. My family is very traumatized, and I think that all my relatives are traumatized. Kenyans of goodwill are traumatized. And I consider myself just blessed because I know they are Kenyans in unmarked graves. I know that Cyrus Jirongo died. I know that Ojwang was killed. And Kenyans are being slaughtered like chicken. And you have absolutely no protection. You may ask, why didn't I go to a police station to report?
But if the police themselves have been to my place without plate numbers on their vehicles, how do you go report? I think there was a case of Gaido who was abducted at Karen police station. So I've had to think from past midnight when I was here, what do I do next? If I go to the police station, Gaido was abducted in front of the police station where he thought he was going for safety. So at least I had to contact those who I could contact. I've contacted those who I could contact internationally. And I want to thank my senior brother, Kalonzo Musyoka, for being in solidarity with me as soon as he learned I was here. He has come in. And all my colleague, former colleague in Parliament, Speaker Muturi, my younger brother, Wamalwa. I'd like to thank my counsel, because by this morning, they didn't know they were still in court trying to get the police to produce me. And I know from some of the postings they've been doing, since they didn't get me, they don't know where I am. They didn't know where I am. So that's why they started the rumors. If they had got me, they would be quiet. Why are they saying that they think I'm hiding somewhere? Because they know I'm hiding somewhere. They didn't get me. I think that's all I have to say. I think that probably I'll ask my lawyer, Patrick Lumumba, if he has anything to say. And then I'll ask my colleagues who are here to say anything that they feel they want to say. Then I'll invite questions. Thank you very much. Once again, thank you to all the Kenyans, and my heart goes out to all those Kenyans that are in unmarked graves because they were not lucky enough to escape. Thank you. This is abduction and fabrication. The Directorate of Criminal Investigations conclusively, and I'm saying this without an iota of doubt, that Honorable Raphael Tuju was physically present within his residence throughout the period in question. Even at the precise time, his mobile phone was switched off at 18:18 hours on 21st of March 2026. He was at his current residence. DCI Director Mohammed Amin stated that investigations reveal a growing trend of self-abductions among politicians and public figures. The National Police Service, as the guardian of integrity and as a guardian of the rule of law, will pursue vigorously and with the full force of the law. And our objective is very, very clear. Interior Cabinet Tuju is tonight a guest of the state and is to spend the night at the current police station where he was booked shortly after resurfacing. The National Police Service has accused Tuju of faking his own alleged abduction, saying the former CS was at his current home the whole time he was reported missing. Interior Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen has said police will take action against Tuju, urging the judiciary to treat the matter with the seriousness it deserves to end what he terms as the trend of individuals faking disappearances. And Vizla Shaban starts us off with Tuju's disappearance debacle. The tension was palpable as former Cabinet Secretary Raphael Tuju was apprehended by security officers moments after resurfacing in public following a 2-day disappearance. Accompanied by Wiper Patriotic Front leader Kalonzo Musyoka, lawyers and other opposition figures, Tuju dramatically arrived at the current police station to record a statement. Minutes after Tuju was taken in,
a crowd of residents converged, demanding his release. Inside the station, a distressed Tuju appeared to be in pain, with his lawyers claiming he was manhandled during their arrest. Hii ni unyama mtupu. Hakuna ambaye alijua kwamba Mheshimiwa Tuju alikuwa na ajali mbaya sana miaka kadhaa iliyopita, na alipaswa apelekwe kwa matibabu ya dharura. Wakafanya proper abduction mbele ya macho yangu na wenzetu hapa. After being held for several hours, medical personnel arrived to attend to him. An ambulance was at hand to evacuate Tuju. Anahitaji matibabu haraka. Ambulance ndio hii imekatazwa hata kuingia. Mheshimiwa Tuju is groaning in pain. That relations facing former Cabinet Secretary Raphael Tuju stem from a 9-year legal battle that originated in English courts before shifting to Kenya, navigating all levels of the country's judicial hierarchy except the Supreme Court. Ayub Abdikadir takes a look at the chronology of events and their outcome. It began 11 years ago, precisely the year 2015, when the East African Development Bank granted the former Rarieda MP Raphael Tuju a loan of 943.9 million Kenya shillings to fund the acquisition and development of commercial units for sale in Nairobi. A deal which, according to court papers seen by Citizen TV, was given a 24-month grace period, a timeline that lapsed in 2017. In November 2018, contending that Dari Limited, a company registered under Tuju's name, failed to repay the disbursed loan as per the agreement penned, the East African Development Bank filed a case against Dari Limited in the High Court of Justice, Business and Property Courts of England and Wales in the United Kingdom, with Tuju and his company duly filing a defense to the claim. In June 2019, the bank obtained a judgment against the appellants in London and filed an application at the High Court in Nairobi under the Foreign Judgments Reciprocal Enforcement Act for recognition, registration and enforcement of the judgment in the United Kingdom. In January 2020, Lady Justice Wilfred Okany allowed the prayers sought by the bank, ordering for the recognition, registration and enforcement of the judgment in London. Dari Limited unsuccessfully applying before the same court for orders to set aside the recognition of the judgment. In April 2023, 3 years after the High Court ruled in favor of the admission of the London judgment, and with the theatre of the multi-billion case shifting to Nairobi, Dari Limited filed an appeal seeking orders on the contention that the judgment in London was obtained fraudulently. Justices Kathorima Minoti, Kibaya Laibuta and Gashoka Paul Mwaniki of the Court of Appeal ruled that the appeal by Dari Limited had no merit, observing that at the end of it all, the appellant was merely hanging on to technicalities in order to avoid his just obligations arising from the contract of guarantee. Discontented, in September 2024, Dari Limited, then under receivership and Raphael Tuju as the second applicant, moved to the High Court Commercial Division, seeking an order of temporary injunction to block the bank and Garam Investment Auctioneers from disposing of properties, including Entim Sidai Wellness Sanctuary, Off Tree Lane, and Tamarind Karen and Dari Business Park of Ngong, arguing that the bank sought to unlawfully recover the money owed under the agreement. Lady Justice Njoki Mwangi, in her determination, ruled that valuation of the agency properties by Knight Frank, a global real estate consultancy headquartered in London, on the 15th of July 2024 could be ascertained, declaring that the balance of convenience tilted in favor of the East African Development Bank, allowing the bank to recoup the facility it advanced to Dari Limited. A month after the ruling, Dari Limited, Raphael Tuju, his children Mano, Alma and YMA filed another suit in October 2024, seeking orders to prevent the bank and Garam auctioneers from auctioning the properties. And after nearly 2 years of deliberations, Lady Justice Wambua Mongare dismissed the suit, allowing the application by the bank and Garam auctioneers. Tuju has since written to the Chief Justice Martha Koome,
complaining about the conduct of some judicial officers and their integrity, while questioning the process to grant auctioneers the leeway to auction his property in Karen to proceed. Ayub Abdikadir, Citizen TV. Kwa kweli pale watazamaji mlivyoona kwenye hile picha habari inaonekana pale maswali yanaibuka na Wakenya wanaweza kuuliza pale ni Raphael Tuju alikuwa wapi haswa. Mtangazaji, hapo ndipo hadithi inapokuwa ngumu, manake kulingana na viongozi wa upinzani kama Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na Mheshimiwa James Orengo wanasema Raphael Tuju alitekwa nyara, na Mheshimiwa Daktari Oburu Odinga ambaye anaonekana kama anaunga mkono wa serikali anasema serikali inafaa imwachilie na iwache kumsumbua kupitia hii kesi ya kotini, na wafanye uchunguzi haraka na waitupilie mbali ile kesi na waisahau. Mtangazaji, lakini Tuju mwenyewe, ukimsikiza mwenyewe Raphael Tuju mwenyewe sema anasimulia ile hadithi pale, anasema alikuwa akifuatwa, anadhani alikuwa anafuatwa na magari ya Land Cruiser yenye kutiliwa ikamtia mashaka pale, na pia anahadithia pale, anasema aliweza kutoroka manake anajua zile njia za vichochoro vya Karen na karibu afike mpaka ya Kiambu. So kwa hivyo mwenyewe Raphael Tuju anatuelezea aliweza kutoroka na aliweza kwenda kujificha kabla baadaye kuripoti kwenye polisi, na cha kufurahisha zaidi ni anadai uhusiano wa kimataifa uliingia kati ya hali yake. Na sasa hapo ndo mabadiliko yanapokuja, kulingana na DCI hakukuwa na utekaji wa nyara yoyote, na simu yake ilipatikana Karen kwenye makazi yake, ambayo inaambatana na inaunga mkono sehemu ya taarifa ya Mheshimiwa Raphael Tuju mwenyewe. Kwa hivyo swali wa Kenya wanauliza pale ni je, alikuwa akijificha au anaigiza kitu cha kuteka nyara tu? Ningependa mnielezee pale kwenye comment section, nyinyi muonaje? Wa Kenya wenzangu, muonaje situation ni vipi pale? Mheshimiwa Raphael Tuju alikuwa anajificha au alikuwa anafanya mchezo wa kuigiza wa kutekwa nyara? Na swali lingine la Kenya pale, wa Kenya wanauliza ni mahakama inasemaje, inasema nini kwenye mahakamani? Na mtazamaji, mahakama inasema kuwa hazinunui zile drama za Mheshimiwa Raphael Tuju angalau bado, na inasema Mheshimiwa Raphael Tuju sasa anakabiliwa na mashtaka ya kutoa taarifa ya uongo kwa afisa wa umma. With giving false information to a person employed in public service contrary to the penal code will proceed despite Tuju obtaining anticipatory bail from the High Court. In her ruling, Kibera Law Court's Chief Magistrate Stella Atambo stated that the anticipatory bail issued from the higher court protects Tuju against arrest and detention by the police, but does not restrain his prosecution on charges against him by the Director of Public Prosecution. The Chief Magistrate granted Tuju's defense their request to have the matter regarding his plea taking mentioned after 14 days to enable the former CS to receive comprehensive medical treatment. The court, however, declined to issue further orders, urging the police to release him from custody while receiving treatment, stating that the restraining order is now a matter of the Superior Court, which issued the anticipatory bail. The bail in place does not stop the subject from taking plea and or from appearing before this court. In fact, to the contrary, if we look at it from the lens of the defense, it is a security for him to attend court. Even if we just put aside the aspect of him being a public figure. So the same does not stop in any way the process before this court, because that is totally different from the application or from the order that has been made at the High Court.
Ndiyo mtazamaji, pale tulikuwa naongelea kuhusu mahakama ilifafanua na kusema kuwa ndio ana dhamana, Mheshimiwa Raphael Tuju ana dhamana na ndio ana muda wa matibabu. Walimpa siku 14, yani wiki mbili, walimpa wiki mbili apate matibabu, na waliweza kufafanua kwa wazi kuwa kesi haijasimamishwa, na manake mashtaka ya DPP bado yaendelea, na muhimu zaidi ni mahakama bado inamtarajia Mheshimiwa Raphael Tuju aweze kujibu mashtaka na kuendelea na kesi kotini. Na swali lingine pale Wakenya wanaweza kuuliza ni nini haswa kinaendelewa. Uchambuzi wa kina ni kuwa tukiweza kuunganisha zile vipengele vya habari, inaonekana kama kuna shikinizo la kisheria linajengeka pale, na rufaa za Tuju katika mahakama za chini zimekatiliwa. Alipeleka kesi kotini, kesi kotini wali dismiss ile, yani walifunga ile kesi, na Mheshimiwa Raphael Tuju aliweza kwenda kufanya rufaa, na mahakama ya chini pia ikakataa hiyo rufaa, na chaguo pekee la Mheshimiwa Raphael Tuju ni mahakama ya juu, yani Supreme Court. Na ripoti zinasema hata alijaribu kumfikia Jaji Mkuu Martha Koome, na inadokeza kwamba chaguzi za kisheria zinaisha, yani amebaki na ile uchaguzi moja mwisho, akipeleka kesi pale kwenye Supreme Court, mahakama ya juu, na mahakama ya juu ndio koti ya mwisho. Itakapoamua kuwa hiyo kesi hamna kesi pale, itamaanisha kuwa kesi hamna, itamaanisha wale benki walipeleka ile kesi kotini na DPP wanamtafuta Raphael Tuju watakuwa wameshinda ile kesi, na Mheshimiwa Raphael Tuju atakuwa mashakani. Kitu cha pili ni pale watu Wakenya wengi wanaweza kuweza kutazama pale ni kuna vita ya mali. Wakenya wengi wanaelewa kuwa kuna ile biashara ya Mheshimiwa Raphael Tuju yaitwa Dari Business Park, ni kama hoteli vile, na hii ndio sehemu ambayo watu wengi wanakosea, maana kuna mzozo unaendelea wa mali wa benki inadai hilo pesa ya hiyo mali, na mishipa haikulipwa, na mali sasa iko katika hatari ya kupigwa mnada, na ni kama mali hiyo ni kama ilishauzwa kwenye auction, na kuna mtu alishaweza kununua ile mali, na kwa hivyo ule mnunuzi aliyotaka kuingia kwenye ile mali yake, lakini sasa Raphael Tuju anazuia, anasema bado hajamaliza kwenda kotini, anangojea kotini imalize kufanya uamuzi, lakini uamuzi huo kwa sasa inaonekana ni kama inamfaidi au wenye walionunua mali yake kwenye auction, na cha muhimu pale ni Raphael Tuju anafaa kudhibitisha malipo, anafaa aoneshe kotini kuwa aliwalipa wale benki, na wale benki maybe wanadanganya, wanasema wanawadai, maybe Raphael Tuju ana receipts za pale ya kuonesha alilipa pesa yake, au cha pili ni anafaa kufanya alipe ile deni, angalie ni pesa ngapi afaa inadaiwa, imebaki pesa ngapi, aongee na benki, waambie haya tusikizane, tuandike yani kwenye contract nitalipa hii kiasi kila mwezi, alafu itaweza kumsaidia kutoa ile kesi kotini. Kitu kingine pale kinaweza kuwa kinaendelea pale ni kuna historia ya kisiasa na uwezekano vya kisasi. Manake tuzungumze kwa kweli, huko nyuma katika siku za Jubilee, Mheshimiwa Raphael Tuju alikuwa katibu mkuu wa chama cha Jubilee. Anadaiwa alikuwa anamzuia Mheshimiwa Ruto alipokuwa naibu wa rais kuingia kwa zile ofisi za chama cha Jubilee. Kulikuwa na madai, na pia alikuwa anajaribu kubadilisha uchaguzi wa Mheshimiwa Ruto, na kwa sasa mambo wakati umesonga mbele, na Mheshimiwa aliyekuwa naibu wa rais ni rais sasa, na imeonekana pale Tuju yuko matatizo ya kisheria,
na hii ni bahati mbaya na au kumbukumbu ya kisiasa inafanya kazi sasa. Mheshimiwa Ruto anajaribu kumkumbusha, wakumbuka ile siku ulikuwa Secretary General wa Jubilee, nilitaka unisaidie kuingia kwenye ofisi nifanye mkutano wangu, lakini ulinizuia. Lakini sasa ona, sasa mimi ndiye rais na wewe una shida ya benki, na hawa benki itabidi wametumia nguvu nilizo nazo kwa sheria kama ofisi ya DPP kuharakisha ile kesi, na kwa hivyo Mheshimiwa Raphael Tuju anajipata kwenye upande mbaya wa sheria kwa sasa. Kitu kingine ni pia kuna kuna vita vikubwa vya kisiasa, na haswa inaweza kuwa mihimili wa Mheshimiwa Ruto dhidi ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Manake inaweza kuwa hii ni mambo makubwa kushinda Mheshimiwa Raphael Tuju mwenyewe, manake Mheshimiwa Tuju ana uhusiano wa karibu na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, na wakati huo Mheshimiwa Kalonzo Musyoka yuko pia pale. Wamuona Mheshimiwa Dr. Fred Matiang'i anajitokeza pale, wamuona Mheshimiwa Eugene Wamalwa pale, na kwa hivyo mazungumzo ya miungano na ya Gachagua pia ni kama yanaendelea pale. So kwa wazi inaonekana kuwa kama ni msimamo wa mapema wa uchaguzi wa 2027. Kwa hivyo Mheshimiwa Raphael Tuju anaandaliwa kama sehemu ya vita vikubwa vya kisiasa dhidi ya Mheshimiwa Ruto na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na kitu kingine pale Wakenya wanaweza kuuliza ni je, utekaji nyara ulikuwa mkakati? Na hoja inadokeza pale inaweza kuwa ni mbinu ya kuchelewesha, manake kwenye kotini rufaa zinafeli, zile kesi zinaweza kufungwa. Mali hiyo inayotakikana iko hatarini na shinikizo la kisheria linaongezeka. Kwa hivyo kuunda huruma pale Mheshimiwa Raphael Tuju ni kama yaunda huruma ya umma, ni kama kwa lugha ya kimombo wanaita sympathy, anatafuta pale kwa wananchi, na kuna shirikizo la kisiasa. Unamuona pale anasimama na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka anayegombea urais, anataka kutumia ushirikiano wake wa kisiasa kushindana kwa hii kesi, na pia anataka kuleta ile makini ya media ndio Wakenya wengi waweze kuzungumzia kuhusu hii kesi hii, na hii inakaa ni kama ndio mbinu Mheshimiwa Raphael Tuju anataka kutumia ndo ashinde ile kesi, na inaweza kusaidia kupunguza kasi ya mambo. Lakini hapa ndipo tatizo, manake mahakama hazifanyi kwa hisia za kisiasa, wanaendelea na kesi kulingana na ile ripoti imepatikana iliyopeanwa pale kwenye kotini, ambayo ina maana ni mkakati au la huenda usifanye kazi. Kwa hivyo ile mbinu zote Mheshimiwa Raphael Tuju yajaribu kufanya pale yaweza kufanya kazi au yaweza kosa kufanya kazi. Na Wakenya kwa hiyo wengi wameweza kuuliza pale, sasa haswa Tuju anapaswa kufanya nini baadaye ndio aweze kumaliza hii kesi, aifunge hii kesi na aweze kurudishwa mali yake. Kitu cha kwanza Wakenya wameweza pale kusema ni Mheshimiwa Raphael Tuju anafaa angazie kesi ya kisheria, atoe ushahidi wa malipo, kama amelipa, ameonyesha risiti pale, aonyesha alilipa pesa yote, manake pale adaiwi kitu chochote, anafaa apeane hiyo risiti kwenye kotini. Cha pili, anafaa ajadiliane na malipo na benki, manake ni benki ndo anamtafuta pale, na kama benki wamwezi kumpata, ni kama yotoroka left right, benki wanaweza wakona pesa kutosha, wanaweza mpigia Mheshimiwa Rais, waambie Mheshimiwa Rais tuamtafuta huyu. Waonekana pale kulikuwa na court order imetoka UK, na sheria ya Kenya nakubali ina recognize foreign court order, yani yale kesi kotini za nje, nchi za nje zaweza kukubalika katika nchi ya Kenya.
Na kwa hivyo inaweza kuwa ni hii benki ilimpigia Mheshimiwa Rais kumwambia Mheshimiwa Rais tusaidie hapa, na Mheshimiwa Rais anaweza kuwa anakumbuka vile huyu Raphael Tuju alimfanya ile wakati wake na akakubali kuwasaidia hawa, na ndio maana Mheshimiwa Raphael Tuju anapitia mambo haya. Cha pili ni pale anafaa atenganishe siasa na mahakama. Mahakama zinahusika na ushahidi, si miungano. Pale wakati Raphael Tuju anaonekana na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na Mheshimiwa Eugene Wamalwa na Mheshimiwa na waheshimiwa wengine, inaonekana ni kama anataka kutumia miungano yake ya kisiasa kuweza kushinda hii kesi, lakini kotini wameshasema hawataangalia mambo kama haya, wataangalia ushahidi tu, na ushahidi wa kutosha ni aoneshe ameweza kulipa ile pesa au aoneshe kuwa ako tayari kulipa ile pesa iliyobaki yenye banki wanamdai. Cha tatu, wa Kenya wanamwambia pale ni apunguze drama ya umma, inadhurufisha uaminifu ikiwa madai hayadhibitishwi. Wakenya wanasema pale kama ikiwa tu tuwaona tu ni kwa news tu, wadhani tu wafuatwa, watoroka, waenda left, waenda right, na uoneshi ushahidi kuu ya kuonesha kuwa hii deni nayodaiwa si ya kweli, ni wamewalipa pesa yao ni halali. Kwa hivyo pale Wakenya wanasema punguza drama, toa ushahidi na fuatilia na kesi itaweza kufungwa. Cha mwisho pale wanasema ni mipango ya mikakati, ikiwa msaada wa kisiasa ya usaidii, huenda akahitaji kufikiria upya miungano yake. Kwa maana pale kama Raphael Tuju anajulikana kuwa ana uhusiano na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, na inaonekana kama Mheshimiwa Uhuru Kenyatta hawezi kumsaidia kulipa ile deni, na Mheshimiwa Ruto, na maybe yaweza kuwa pale Mheshimiwa Uhuru Kenyatta wanashindana na Mheshimiwa Ruto, na Mheshimiwa Ruto anaweza msaidia, basi itabidi waachane kimiungano wa kisiasa, aweze kuungana na Mheshimiwa Ruto na mwambie Mheshimiwa Ruto nisaidie hapa tafadhali, kama ni mambo ya kisiasa, mpangilio wa kisiasa, tuweza fanya kazi pamoja. Na manake hii ripoti yote imekuwa kwenye habari na watu wameweza kumuongelea Mheshimiwa Raphael Tuju, na watu bado wanamjua Raphael Tuju kama mwanasiasa, alijaribu kufanya siasa. Yaweza kuwa hii ni ile kwa kimombo wanaita political mileage Mheshimiwa Raphael Tuju amepata pale, na yuweza itumia hii media attention yote aweze kuwania kiti cha governor, kama awe governor wa Nairobi UDA ticket, shikana na auze chama cha Mheshimiwa Ruto. Hii ni baadhi ya njia moja ya kumsikilizia Mheshimiwa Ruto ili aweze kumsaidia wakati huu. Na kwa hivyo picha kubwa sawa pale ni kwa sasa ni kuna mambo ya siasa, kuna mambo ya biashara na sheria sasa zinazogongana nchi pale Kenya. Manake mahakama zinaweza kuwa uwanja mpya wa vita vya kisiasa, na tumeona pale Mheshimiwa Chief Magistrate wa Kibera Law Courts ameweza kutenganisha hayo, ameweza kusema hii ni mambo ya kisiasa na kitu cha pili pale kuna miungano za zamani inajaribiwa. Inaweza kuwa bado ni ile vita pale ya Mheshimiwa Ruto na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, bado miungano inajaribiwa ama wanapigana pale, na Mheshimiwa Raphael Tuju ako katikati ya hao wawili wanapojaribu kuvutana mbele na nyuma. Na pia kuna ile uchaguzi wa 2027 tayari inajipanga nyuma ya pazia. Wakenya wengi wanadhani kuwa ni kuhusu hii mali ya Raphael Tuju, lakini kumbe ni bado inaendelea, ni wanaangalia mpangilio ya uchaguzi wa 2027. Na kwa hivyo maswali ningependa kuwauliza wapenzi watazamaji pale ni je, unaamini Raphael Tuju alitekwa nyara ama nilikuwa ni mchezo wa kuigiza pale alifanya? Na kitu cha pili, swali la pili ni je, hii ni haki ya kisheria au kisasi cha kisiasa? Nielezee pale kwenye comment section, nitashukuru sana. Na swali la tatu ni je, mahakama zinapaswa kupuuza siasa kabisa katika kesi kama hizo?
Nielezeni pale watazamaji kama mwaona mahakama inafaa kupuuza siasa kabisa katika kesi kama hizo. Na pili na mwisho ni je, Mheshimiwa Raphael Tuju anaweza kunusurika shinikizo la kisheria na la kisiasa? Nielezeni pale kwenye comment section. Kama Mheshimiwa Tuju kuna kitu anaweza fanya aweze kumaliza matatizo haya. Wekeni maoni yenu pale kwenye comment section, nitashukuru sana. Kama umetazama ripoti hii mpaka muda huu, nashukuru sana. Nibonyezee ile kidude cha like, share kwa marafiki wako wanaopenda siasa, kusikiza mambo ya siasa, na tafadhali ningependa usubscribe kwenye channel yetu ya Sikiliza TV upate taarifa msimamo muhimu, na tutaonekana katika kipindi kijacho. Ni mie wenyu Wilson Ochar, nashukuru sana na mbaki salama, mbarikiwe. Tutaonana katika video ijayo. Asanteni sana, mbaki salama.